I greet you all, my fellow Kenyans, in the name of our Republic. A very good afternoon. My dear fellow Kenyans, I would like to take this opportunity to invite you all in my live talk on Monday, 3rd of November, 2025 at 1900 hours Kenya time to join me so as we may talk together, give out suggestions, give out our cries, and see what is it exactly that we could do to save our nation. My dear fellow Kenyans, tuache kutumiwa katika misingi ya dini na misingi ya ukabila na misingi ya kifamilia. Sisi ni Wakenya na sote ni familia hii moja. Madawa ya kulevya yanayoongezeka kila siku, day in, day out. Drug dealers wanachukuliwa, wanawekwa katika cabinet. The government is not saying anything about it. Waizi, watu wanawekwa katika maserikali kutukana watu. Mtu anasimama anazungumzia haki, unakwenda unakamatwa, unashikwa, unatiwa ndani, unatupwa police cell. Wengine kina ndugu zetu kina Albert Ojwang, unafia huko wanakumaliza. Halafu huko mtu anasimama anasema, oh, we want peace in Kenya, we want peace. My friend, what peace? What peace are you preaching, Mr. Ruto? In the book of Isaiah, I tell you, every day, justice came first, then peace followed. Kama nchi haina haki, amani itatoka wapi? Munazunguka mukidanganya wananchi. Fulani ni mwizi, fulani ni muuaji, fulani ni mchawi. The next day amefariki. The same mchawi, the same mwizi, you give him a state honor as a commander with the leader of a golden heart. Si mnaona watu kama wanacheza na akili zetu? Ndugu zanguni, Monday, 3rd of November, 2025, 1900 hours Kenyan time. Ruto, unatujengea kanisa ndani ya State House. Mungu yupi aliyekwambia wewe ukajenga kanisa ndani ya State House kwa kutumia state funds? Ruto, unachukua pesa za wananchi, unasema unajengea wananchi nyumba. Polisi, nyumba za polisi. Wewe umeshaona nyumba za polisi wa Kisii? Hebu nenda katika police quarters za Kisii uangalie wale polisi wanalala wapi. Alafu mnatuambia sisi mnajenga majumba ili kuwapa wananchi. Hawataki majumba, muwajenge. They don't have money in their wallets. Mnajenga majumba gani? People need something in their wallets. Unachukua pesa openly. Walimu unawachukua, unawaleta State House, Mr. Ruto. Unamgaia kila mwalimu 10,000 shillings. Where in the name of God did you get the money from? Where did you get that money from? And yet Kenyans were sitting reluctant, quiet. We are fools. Hii pesa wewe Ruto umetoa wapi? Ya kuwagaia kila mwalimu 10,000 shillings. Unachukua vijana unawadanganya, unawaingiza State House. Unachukua ID zao ili kwenda kuzigeuza kuwapigishia kura katika siku ya uchaguzi. Alafu kisha kila kijana unampa shilingi 5,000. Openly unagawanya zile pesa ndani ya State House. How did you get where? Rigathi Gachagua hivyo hawezi kufanya. Kalonzo hawezi kufanya. Eugene Wamalwa hawezi. Martha Karua hawezi. Nani huyu huyu wa Safina Party hawezi, na wengineo hawawezi kwa sababu they have no access towards the state money. Lakini wao you have the access. Unapitisha sheria. My people, let's come in, let's talk about these things. I will try to be live twice in a week.
depending on circumstances, my people. Please. Sisi hatuji kwa ajili ya chuki. Lakini nakwambia tena, vitisho vyako, hasira zako, matusi yako, peleka nyumbani kwako kwenye boma yako, au kampelekee William Samoei Ruto na KK government yake. Ruto, mpaka dakika hii wewe umeshindwa kutueleza who in the name of God is Farouk Kibet. Wapi amepata hizi nguvu za kuweza kusimama na kucommand magavana as who? Tell us his position in the government. The killer Biwott was a minister for energy. The killer Farouk is a minister for what? My friend, ndugu zangu watu wa Mombasa, naja kwenu. Mimi am coming. I am coming as a contestant, either for a gubernatorial seat or a senator seat for Mombasa County. Munitukane mnaotaka kunitukana? Si hoja. Matusi ni nguo yangu. Navaa nikivua, navaa nikivua. Kwa hivyo mtanivalisha hiyo nguo, mtanivulisha hiyo nguo. Lakini nawaambia ndugu zangu wa Mombasa, Raila amefariki. Mabadiliko katika siasa lazima yawepo. Na sisi watu wa Mombasa, kufanywa mabwege hatutaki tena. Wanaokufa barabarani ni watoto wetu, si watoto wa kina Abu Joho na kina Hassan Joho wanaouza drugs. Tuliosema wanauza drugs sio sisi. Wewe Ruto ulituambia hao watu wanauza unga. Wewe Ruto ulituambia less than a year ago. Sasa hivi umemchukua mlaunga ya drug cartel, umemweka katika ministerial position. Ndugu zangu watu wa Mombasa, juzi bilioni 17 zimepotea. Watu wa Mombasa wakataka kumimpeach Governor Abdulswamad. Akaingia Hassan Joho akawazima ma MCAs. Tutatumika mpaka lini ndugu zangu? Wao watoto wao wanaishi Maulaya. Wamekaa wametulia. Wewe Hassan Joho na kuuliza hili swali mpaka hii leo wewe huja nijibu. Pengine siku ya Jumatatu utanijibu. Ulipokuwa governor wewe, vijana wetu wanaoendesha matuktuku na mabajaji mabarabarani, pesa waliokuwa wakija wakilipa kila mwezi, sijui kama ni kila mwaka, hebu tuonyeshe zile payment. Mimi nakupa uhakika zile pesa zilikuwa nyingine zinaingia katika akaunti yako. Huku vijana wetu wakiamka alfajiri na mabajaji na matuktuku. Ndugu zanguni wapendwa, ndugu zanguni watu wa Mombasa, ndugu zanguni watu wa Mombasa, kutukanwa ni kawaida. Tupo na jina letu tunaitwa hatuondoki. Na nyinyi wenye kutuuzia unga, juzi meli nyingine imeingia, sijui ni jahazi, hapana neno. Lakini hatutosema tuna Mungu peke yake, kwa sababu Mungu alitupa na akili. Mimi naja kama contestant, sina pesa ya kumhonga mtu, sina matusi ya kumtukana mtu. Mimi naja na ukweli wangu niliokamata mkononi na mdomo wangu ninaoweza kuudhihirisha ule ukweli. Ni hilo tu. Ndugu zangu wapendwa, Jumatatu, narudia tena, Jumatatu Novemba tarehe 10 na Jumatatu tarehe 3 mwezi wa 11 2025. Jumatatu tarehe 3 mwezi wa 11 2025 saa 1 ya usiku mimi nitakuwa live. Kama ninavyosema, tutakuwa na viongozi fulani ambao watatujoin. Ndugu zanguni wa Kenya, ndugu zanguni wa Kenya, ndugu zanguni watu wa Mombasa, ndugu zanguni, William Samoei Ruto alitutia katika wheelbarrow. He put us in a wheelbarrow with fake promises. What did he do later? He dumped us in a wheelchair. Sasa hii
Watoto kuwapeleka kuwalipia mabasari hatuwezi tena, mabasari hatupati, school fees hatuwezi kulipa. Hebu mtu haya maneno naye azungumza. Nendeni Coast General Hospital mkaangalie. Wamama wanazaa chini. Yale maduka ya kuuzwa drugs, ya kuuza madawa yale ya pharmaceutical, yale maduka yanalipa kodi kwa kina Joho familia yao. Sisi tumekaa, wao wakiumwa na watoto wao wanakwenda Aga Khan na Mombasa Hospital. Sisi watoto wetu wakiumwa, ilikuwa zamani tukapiga magoti kwa maskini, Mungu amrehemu Asu ndugu yetu na matajiri wengine walikuwa wakisaidia watu, kina Jafar. Juzi Hassan Joho ukana ukamchukua hasa Jafar ukataka kumpeleka mahakamani. Nini? Kwa sababu umekataa competition ya Kilindini Port, ile ya kuleta unga ule, ya kuleta grains, ukamchukua Jafar ukampeleka mahakamani. Wafanyi biashara wa Mombasa wanahangaika. Mizigo yao ikifika bandarini inawekwa kwanza, inazuiwa kwa miezi mpaka mtu akapiga magoti kwa Abujo ndio mzigo wake utoke bandarini. Ndugu zangu, ninawaambia mimi, msiombe Mungu nikae. Nyinyi kina Joho, nyinyi wauza drugs, nyinyi wenye kuuza drugs Mombasa, nyinyi wenye kuibia wafanyi biashara pesa zao, mkawaambia wafanyi biashara waje wapige magoti kwenu. Nyinyi wauza drugs, nyinyi ndani ya Mombasa County, wenye kula pesa zetu ma 17 billion, mkachukua pesa zetu za stadium mukaziramba zote. Nyinyi na wapia kwa Mungu aliye juu mbinguni, msiombe Mungu nikapita katika gubernatorial seat. Mimi naja, I'm not coming with a revenge, no. Lakini kile aliyeiba ndani ya Mombasa County, alichokichukua atakirudisha. Nakwambia hilo. Kile aliyeiba atakirudisha. Na drugs ndani ya Mombasa tutazitia kikomo. Sisi hatuji na kishindo cha kisasi, no. Wafanyi biashara wetu tutahakikisha wamepata haki zao sawa sawa. Sio haki za kupitia kwa kina Abu Joho na kina Hassan Joho. Maneno hayo hakuna. Ndugu zangu wa Kenya, nawaalika nyote katika mswada wetu tutakao kuwa nao tarehe 3 Jumatatu Novemba 2025 saa 1 ya usiku. Nyote mnakaribishwa ndugu zangu wapendwa. Asanteni, Mungu awatangulie.